Jamani jambo, nataka unisubirie usikie historia yangu, na alafu mwisho utakuja kunishauri, je, nilifanya vibaya ama kama nilifanya vizuri. Kuna siku moja nikaalikwa kwenye sherehe, nilipofika pale kwenye sherehe, nikamwona mdada anapendeza sana. Na siku hizo nilikuwa nimemaliza shule, nikasema hapa sasa acha nijiingize katika mambo ya mapenzi. Nijaribu kama atakubali. Si unajua tena sisi wa vijana tunapenda mambo kama hiyo. Halafu sikujua kama ana mtu wake ama nisitaka kujua. Mimi nikamuita dada jambo, nikamwambia nakupenda. Akasema unanipenda kweli? Nikasema ndio, nakupenda kabisa, na ikiwezekana kama tutaweza kuwa wapenzi wewe tu utaniambia. Dada hakusita, kaniambia ngoja nitakwambia, ila usubirie unipe muda. Halafu nilimpa muda, kaniambia atanijibu kesho, kwa sababu ilikuwa ni kama jioni hivi. Nikakwenda, nikasubiria, ikafika hiyo kesho ambayo aliyoniambia. Nikakuja kumcheki, kaniambia kwa sasa hivi na kazi nyingi, hebu subiri, itakuita tu, nitakupatia jibu kamili. Hiyo siku ikapita. Siku ya kufuata tena nikamfuatilia tena, nikamwambia hebu nipatie jibu yangu sasa. Subiri, wananituma, wakati nitamaliza nitakuja tu, nitakupa jibu. Hiyo siku ikapita. Siku ya tatu tena nikamfuata, akaniambia sawa, taangalia kama nitakupatia sasa jibu yako. Nikaona kama vile tunachezeshana hivi. Alafu nikaacha, nikasema haina noma, kama anakataa yaishe hivyo. Ila hiyo siku niliyosema hivyo, nikaona ananitumanishako mdogo yake, akaniambia eti mwambie huyo jamaa tukutane fasi fulani, ndakuwa nipo hapo saa fulani. Mimi kazani kama mzaa tu, ila nilikaitikia mwito nikakwenda. Wakati nipo kwenda tukaongea kila kitu. Akanambia hana mtu mwenye walikuwa naye washaachana nini nini. Kasema hapo safi kabisa, hata mimi sina mtu. Jo, nilitaka uwe wangu wa kwanza ambao tuanzishane na mahusiano, na Mungu akitaka mahusiano yafike mbali. Kweli mwanamke tulifanya naye mahusiano na ikadumu kabisa, ila matatizo yenye lituma tukae pamoja ni nini? Kumbe yeye kanidanganya. Ananiambia kashaachana na mtu wake, kumbe ana mtu na wanadeti pamoja. Ila mimi huko anakuja kwangu ananichuna, anaenda kule anamchuna. Alafu nikimwambia yeye anakataa, ila marafiki zangu wanaona. Sasa wakati iliponiuma na ashanitambulisha kwao, kila kitu kwao wananijua. Kwao kwa sababu taniona ni wanafiki, sababu kwao wanamjua pia huyo mwingine, ila tatizo walikuwa hawampendi. Sasa ni wakati nilipotambulishwa nikakuwa kama vile chambo tu, natiliwa tu mbele ili mimi nikuje kuanguka katika mtego wenye mimi sijajua kabisa. Ila tulifanya mambo mengi, ila nilipoangalia napiganishiwa vita huku nako na ngojewa ili nikuje nitoe mahali. Niliangalia hapa sio kabisa. Hivi kwa sasa nimeamua kumwacha. Kumwacha yeye anasema kingali nanipenda. Mimi niliapa sitomwacha, niliapa mbele za Mungu nikatike kichwa. Nikamwambia sikweli tuliapa na tukapizana kweli, hakuna mwatamwacha mwenzio. Asa imekuwaje wewe unanisaliti? Tukisema hiyo kiapo ambayo tulioapa Mungu hayatimizi, nani wa kwanza kukufa? Ndugu zangu, naomba munishaurie na muniambi mimi nishamwacha. Asa mtaniambia nirudiane na mtu kama huyo? Na huyo bwana yake alinitafuta tukaongea, akaniambia mambo mengi waliyopanga, nikakuta kama tu yanafanana na yangu. Sasa mimi nilitumikisha hiyo idea ambao wanasema ukifata ndege wawili wote utawakosa. Ndio mimi niliotumikisha hiyo. Sasa mtaniambia kama nimefanya makosa ama kama mimi sijafanya kosa. Okay, ulike na ushare na ujitie katika mambo yangu ili uendelee kupata mambo mengi. Okay, asante, na follow hii account.